Hello, hii ni S-Pixels na leo ni siku nyingine ambayo tunaendelea na moduli ya 3 ya tutorial zetu. So, leo tutaenda kuangalia tools kadhaa ikiwa ni mwendelezo wa zile tools ambazo tulianza katika tutorial ya pili. Kama kuangalia tools za mwanzoni, nimeweka link kwenye description, hakikisha unaenda kuangalia ili tuende sambamba. Na kama ni mara yako ya kwanza kuja katika channel yetu, subscribe, share, like na comment ili watu wote tupate ujuzi. Leo tutaangalia gradient, text, shape na zoom tool ambazo hizo zinatumika kwenye kudesign. So let's get started. Okay, nikiingia kwenye Photoshop itakuwa na muonekano huu. So nitakachofanya ni kama bado hujafika mahali hapa, ni rahisi kama tulivyofanya katika tutorial iliyopita. So wewe labda unaingia utaingia itakuwa mahali hapa. Kwa hiyo nitaenda ku create hapa new. Create new hapa nafanya kwa wale ambao labda kuona ile video iliyopita. Nikiweka new hapa itafunguka hii section, tulisema ndio sehemu ya kuandikia dimension zako. Kwa hiyo utakuja hapa kwenye dimension, utaandika dimension ambazo unazitaka, ambao sisi tulisema tunatengeneza kwa ajili ya social media. Kwa hiyo ni 1080 hapa 1080, lakini hapa make sure inakuwa ni pixel. Hapa zipo dimension nyingi, lakini sisi tutatumia hizi pixel. Halafu kingine hapa ni utabadilisha jina la hiyo tutorial ambayo tunafanya, ambayo sasa hivi ni tutorial 2. Then utakuja hapa unabonyeza create. Sisi tulishafungua tayari tutorial 2, ndio hii hapa. Kitu ambacho nataka niukumbushe ni kwamba hakikisha ukishafungua hivi unaisave hii kazi yako kabla ya kuendelea na kazi zingine, ili kusaidie baadaye isije ka corrupt afu ukawa hujasave kazi yako. Jinsi ya kusave, utakuja hapa sehemu ya file, halafu unakuja save as. Utakubonyeza hapa save as, itakupeleka kule ambako unataka kusave kazi yako, ambao mimi itanileta hapa. Halafu una save, kwa sababu mimi tayari nisha save, haina haja. Haya, tunaendelea sasa. Leo tumesema tutajifunza gradient tool, tutafanya text tool, tutafanya shape na zoom. Tutaenda haraka ili tutorial isiwe ndefu. Kitu cha kwanza ni tunafanya gradient. Gradient ni zile picha ambazo background ambazo unaziona zinakuwa kama zina rangi mbili. Mfano hapa juu upande wako wa kulia hapa, unaona hii ilivyokaa hapa. Hii ni gradient. Gradient kwa maana ya kwamba ina rangi hapa kuna blue, huku kuna nyeupe, hapa chini kuna nyeusi, hapa katikati kuna blue kama inapauka fulani hivi. Kwa hiyo hii ikiwa na design hii tunaita ni gradient. Na gradient, mfano mwingine wa gradient ni mfano hapa, ngoja niingize picha ambayo ni gradient. Sasa hapa angalia kwa makini, kwa wale ambao bado hujajua namna kuingiza picha, utakuja hapa file, halafu unakuja kuchagua hii either press embedded au press linked yoyote. Mimi nitachukua hiyo embedded. Huku itakupeleka kwenye location ya zile folder zako. Kwa hiyo mimi nitakuja kuchagua hii picha, hii ni gradient, halafu ninabonyeza hapo place. Nikiplace itakuwa hivi. Sasa huu ndo mfano wa gradient. Kwa hiyo hapa nita accept. Huu ni mfano wa gradient. Unaona kama hii gradient yangu ina rangi mbili. Kuna hii hapa orange iliyopauka na huku zambarau. Kwa hiyo hii ni gradient. Kwa hiyo gradient hizi ni hii ni picha, mfano wa picha, lakini gradient unaweza kutengeneza mwenyewe, ambako utakuja hii sehemu gradient tool. Huu tulisema upande huu ni upande wa tools. Gradient hii hapa. Baada ya hii eraser tool, hii inayofuata hapa ni gradient. Kwa hiyo nitaibonyeza hivyo mara moja. Nikibonyeza hivyo mara moja gradient, kwa hapa juu utaona option zinatokea, ambazo hizi ni rangi za gradient ambao unataka. Kwa hiyo nitakuja kubonyeza tena hapa kwenye hizo rangi, itanipa option ya kuchagua rangi ambazo nazitaka. Sasa hapa kwenye gradient zipo rangi nyingi. Mfano hapa kuna hizi basics, kuna blues, kuna purple, pink, orange, inategemea na unataka gradient aina gani. Hizi ni zile gradient ambazo tayari zipo moja kwa moja kwenye Photoshop. Mfano hapa nikija kwenye blues, nikibonyeza huu mshale zitatokea hizo gradient za blue. Kwa hiyo nitakuja kuangalia nataka blue ipi, labda niseme nachagua hii hapa. Kwa hiyo utachagua hivyo mara moja,
ukishaichagua hapa chini hizi rangi zitatokea. Kama unataka kubadilisha rangi hizo, utakuja tena hapa kwenye hii blue, kwenye hii chini hapa utabonyeza mara moja, halafu unakuja kubadilisha rangi yake hapa, utabonyeza tena mara moja. Itatokea hii panel ambayo itakuwa inakuonyesha rangi ambazo sasa wewe unaweza ukaamua uweke gradient ya namna gani. Mfano kwa sasa hivi sitabadilisha, kwa hiyo nitaweka okay. Nimechagua hii gradient ya blue, then naweka okay. Unaona gradient yangu hapa, hizi rangi zimebadilika. Sasa nataka ni apply gradient hapa kwenye hii picha, kwenye hii canvas yangu. Jinsi ya kuiapply, mfano unaona hapa gradient tayari inaniambia kwamba hapa siwezi kuapply gradient. Ninachokifanya, nitakuja hapa chini kwenye upande wa layers, nitakuja kuadd layer nyingine, ambao layer yangu nitakuja kuadd hapa chini, kuna kialama cha kujumlisha, nitabonyeza hapa, itatengeneza layer 1 kama mnavyoona hapa. Sasa hii layer 1 ndio ninaweza nikaiwekea gradient, na jinsi ya kuweka gradient, nitakuja hii sehemu na utaka kuweka gradient, nitaanzia maybe hapa chini, utashikilia hii left click, afu utapandisha juu kuelekea ule upande ambao unataka upake hiyo gradient yako. Labda mimi nitaenda huku juu, nikiachia inapaka nini? Inapaka hizi rangi ambazo umezitengeneza hapa. Kwa hiyo ndio namna ambavyo unaweza ukatengeneza gradient, na gradient zipo za aina nyingi. Tutajifunza the way tutakapokuwa tunaendelea na darasa, tutakuwa tunaona namna ya kuapply aina zingine za gradient. Hiyo ilikuwa ni gradient. Kitu kingine tumesema tutafanya text tool. Text tool ni maandishi, jinsi ya kuandika. Sasa tunataka tuandike maneno hapa kwenye posta yetu. Maneno jinsi ya kuandika, utakuja hapa chini kwenye hii text tool, iko hapa chini. The way utakavyokuwa unafanyia mazoezi, utakuwa unazoea kwamba text tool inapatikana wapi, gradient tool inapatikana wapi, na shortcut hivyo. Lakini kwa sasa hivi tutaendelea kidogo kidogo. Text tool inapatikana hapa chini na alama ya T hapa. Nitakuja nitaibonyeza mara moja. Nikibonyeza mara moja, unaona imebadilika alama. Kwa hiyo hii text tool nitaileta hapa. Nikifika hapa sehemu ya kuandikia, nitabonyeza tena mara moja. Uta left click mara moja. Ukibonyeza hivyo, yatatokea hii kibox chenye maandishi hapa. Manake sasa hapa naweza nikaweka maneno yangu ninayoyataka. Labda niandike happy birthday. Hapa juu, kumbuka tukiandika hapa kuna hizi option mbili zinatokea. Hii option ya kwanza ni kukataa kwamba haya maneno niliyoandika hapa siyataki. Kwa nikibonyeza hapa haitaweka maneno, lakini kama nimekubaliana na hichi nilichokiandika, nitabonyeza hii tiki hapa juu. Nikibonyeza, unaona rangi yangu rangi yangu hii ya blue ya maandishi. Kwanza maandishi ni madogo, lakini pia hii rangi yake haionekani. Kama mnakumbuka principles of design kwenye color, tuliangalia kwamba unapotumia hizi rangi zako, make sure maandishi ambayo unakuwa unayaweka hapa yanakuwa yanaonekana vizuri. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni size. Nitaenda kuongeza size ya maneno yangu. Nikiwa hapa kwenye text, ukiangalia hapa juu, hii hapa ni aina ya mwandiko ambao nimetumia Montserrat. Hii ndio ile font tulisema kule kwenye principle. Halafu hii hapa namba 5, maana yake hii ndio size. Kwa hiyo mimi nitakachokifanya, nitakuja kuongeza hapa size kwa sababu wao ni maneno madogo. Labda nitaweka 16. Unaona sasa hivi inaonekana vizuri. Nitaongeza labda 18. Sio lazima utumie hizi namba ambazo ziko hapa, unaweza ukaandika mwenyewe hapa. Labda mimi nikiweka hapa kasa, nitaandika labda 20. Nitabonyeza enter. Kwa hiyo maandishi yanaongezeka. Na tulisema kwenye contrast, sasa ukiangalia hii blue, rangi ya background na haya maandishi haya yanakuwa kama yameingiliana fulani hivi. Kwa hiyo nitabadilisha rangi ya haya maandishi ili yaonekane vizuri. Kwa hiyo nitabonyeza hapa. Nikiwa hapa kwenye text tool, nitabonyeza hapa juu sehemu ya rangi. Nikibonyeza hapa, nitakuja kuchagua rangi nyeupe. Rangi nyeupe hii hapa.
Kwa hiyo hapa juu ndio kwenye rangi nyeupe, na umeona kabisa inavyobadilika. Ukiona kuna muda inakupa shida, ni kwamba utakuja kubonyeza, utashikilia left click hapa kwenye katikati, alafu unaivutia huku kwenye kona, inakuwa nyeupe. Au ukaandika hizi kodi zake, hizi ni FFFF zote, kwa hiyo inakuwa ni rangi nyeupe. Then nitakuja kubonyeza hapa okay. Nikibonyeza okay hapa, maana yake tayari maneno yangu yamekuwa meupe na nitaweka kwenye position ambayo mimi nataka. Kwa hiyo nitakuja kuchukua move tool. Unaona sasa jinsi zile tools zinavyokuwa zinafanya kazi kwa pamoja. Kwa hapa nimerudi tena kwenye move tool, nitakuja ku left click na shikilia maandishi, naweka sehemu ambayo nataka mimi yakae, labda yakae hapo. Haya, hiyo ni text tool. Text tool unaweza ukaandika zaidi maneno, na yaani maneno kwa kadri ya uwezavyo. Mfano naweza nikasema labda nataka niongeze maneno mengine, ambao maneno labda nimesema happy birthday, labda niandike tarehe. Nitakuja tena hapa kwenye text tool. Nikija kwenye text tool, nitakuja hapa nitaandika maneno mengine, labda tuseme tarehe ngapi, labda tarehe 20 Mei. Hivyo nitaangalia namna ya kuyaweka. Nitachukua move tool, labda nitaleta hapa. Hii size ni kubwa. Kumbukeni kule tulijifunza contrast, tulijifunza ile nini, tulijifunza kwamba ile size inakuwa ina attract mtu aanze kuangalia nini. Mfano hii mimi post yangu ni happy birthday, maana yake ninachotaka ni mtu akifika aone happy birthday. Kwa hiyo hii tarehe 20 Mei nitaipunguza size. Jinsi ya kuipunguza size, utarudi kwenye text. Ukirudi kwenye text ya hapa, utaona hapa juu inakuonyesha kwamba size yake ni 20. Kwa hiyo nitapunguza, labda niweke 10. Nitabonyeza enter. Utaona maneno yangu yamekuwa madogo. Then nakuja kwenye move tool na yaweka hapa juu. Hiyo ni ya pili. Tumejifunza, tumeangalia, tumeanza na gradient, tumekuja tumefanya nini, text tool. Tool ya tatu kwa siku ya leo tutafanya shape. Shape ni tulijifunza kuna rectangle, kuna triangle, kuna duara na maumbo mengine yale pentagon sijui nini, lakini tutaangalia kwa uchache kwa leo. Tutakuja hapa, tulikuwa kwenye text tool, chini yake kidogo utakutana na shape tool, ambao hii shape ukibonyeza, mfano hapa sasa hivi inaonyesha ni rectangle, na tulisema kwamba ukiona hii na kimshale hapa chini kuna items zingine. Kwa hiyo nita right click hapa, itaniletea option za shapes zingine. Kwa hiyo mfano mimi sasa hivi hapa nataka nitumie tu rectangle, kwa hiyo nitachagua rectangle. Nikichagua rectangle hapa kwa juu hapa, tulisema ukichagua tool moja hapa zinatokea option zingine kwa hapa juu. Kwa hiyo mfano kwenye rectangle hapa nimechagua, umeona option zingine zimekuja hapa. Hakikisha hapa inakuwa kwenye shape. Kuna muda mwingine kama bado hujatumia sana hii Photoshop, itakuwa ipo hapa kwenye path. Kwa hiyo badilisha hapa, weka shape. Nikiweka shape hapo, utaona hapa mbele yake ni fill. Fill maana yake unataka hiyo shape yako iwe na rangi gani. Halafu hapa ni stroke. Stroke ni ule nini, tuseme ni border, au ni border ambayo inakuwa kwenye hiyo shape yako. Mfano sasa hivi kwenye shape mimi nataka fill, labda rangi ya hiyo niweke hii njano, I don't know, sijui ni orange, niweke hiyo orange. Halafu kwenye stroke naitoa, sitataka stroke kwenye hii nani yangu. Haya, nakuja hapa kwenye kazi yangu sasa, nakuja kuichora hii rectangle yangu. Kwa jinsi ya kuchora, unashikilia left click, unakuja hadi sehemu unataka kuchora, unashikilia left click, alafu una drag mouse yako hadi pale ambako unataka uchole hiyo nanili, alafu unaachia. Ukiachia itajipaka rangi automatic, ambao ni hii rangi ambayo ulikuwa umeichagua hapa juu. Na kama ukiangalia vizuri sasa, hapa nataka tumalizie na hii shape ya mwisho, tool ya mwisho hii ya kuzoom,
ili tuangalie ambacho nataka kukuelekeza hapa. Jinsi ya kuzoom, utakuja hapa. Sasa hii ngoja nielekeze tu kwa shortcut ndio itakuwa rahisi. Unashika control alafu unabonyeza alama kujumlisha kwenye keyboard yako. Kwa hiyo nikijumlisha hivyo unaona inakuwa kubwa. Na jinsi ya ili ikae vizuri hapo, nikishachora itakuwa namna hiyo hapo, ambapo sasa hapa nataka tuunganishe moja kwa moja na na zoom tool, ambayo hii kuna kitu nataka nikuonyeshe kwenye hii rectangle. Jinsi ya kuzoom, utakuja hapa chini ya hii rectangle tool, kwa chini yake kuna zoom tool. Kwa hiyo nikibonyeza hii zoom nitakuja hapo, unaona mfano sasa hivi hapa imekuwa minus, maana yake hii nikibonyeza hivi inapungua size. Kwa hiyo nitabadilisha, nitakuja hapa juu kwenye ku plus, maana yake hapa nikibonyeza itakuwa ina zoom, na inakuwa ina zoom ili eneo ambalo nitakuwa nimelibonyeza. Labda ni zoom hadi hapa hivi, halafu narudi kwenye shape tool. Nikirudi hapa utagundua kumbe hizi hapa ni roundness ya hii rectangle. Unaona hii rectangle yangu haiko sharp hapa mwishoni, imekunja. Sasa hizi zinatofautiana kulingana na aina ya Photoshop ambayo unatumia. Kwa hii nayotumia mimi ni 2021, nikichora rectangle zinakuja moja kwa moja zimejikunja hapa. Lakini kama hutaki hii ya kujikunja, maana utakuja kushikilia hapa, utairudisha kwa huku ndani, inakuwa rectangle ya kawaida. Lakini kama unataka hiyo ya kujikunja, utakuja hapa, unashikilia, unaivuta kwa ndani hadi pale kwenye size ya mkunjo ambao unautaka. Kwa hivyo kwa sasa mimi nitatumia hii iliyonyooka hivi. Au Photoshop zingine ukija ukilight click hapa kwenye rectangle tool, kwenye hii tool, shape tool, utaikuta hapa rectangle tool, alafu chini yake utaikuta ile rounded rectangle. Kwa hiyo zinatofautiana kulingana na Photoshop ambao unatumia. Kwa mimi nitachora hadi hapo, nitatumia hii hapa ambayo imenyoka, haina kona rectangle yake. Then nitapunguza size ili nione vizuri. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye zoom tena. Hapa nachukua kutoa, alafu nabonyeza hivyo, inakuwa inarudi. Au naweza nikatumia shortcut control jumlisha. Ukishikilia control afu ukibonyeza jumlisha, ina zoom, inakuwa kubwa. Nikishika control hiyo nikitoa, inakuwa inapungua size. Na nikitaka kurudi kwenye ile uhalisia, kwenye size ambayo ni ile default, nitabonyeza control 0, inajaa hapa hivi. Kwa hizo ndio shortcut za kuzoom. Control jumlisha kuzoom in, control kutoa, unashikilia control afu unabonyeza kutoa kuzoom out, alafu control 0 inarudisha kwenye uhalisia kabisa. Kwa hiyo nimeishia hapo. Haya, nakuja kwenye move tool. Kumbukeni tulisema graphic design ni sanaa au ni ule ujuzi. Kwa hiyo lazima uwe unajaribu ku create vitu kichwani, kutengeneza vitu kichwani kwamba hii post yangu nataka ionekanaje. Mfano sasa hivi hii shape hii nitaisogeza hapa hivi kwenye tarehe 20 Mei hapo hivi. Nikileta hapa sasa, utaona hii shape imefunika maneno yale tarehe. Kwa nini imefunika? Ukiangalia huko kwenye layer, hii rectangle iko juu ya haya maandishi ya tarehe 20. Kwa hiyo automatic hii rectangle ndio itakuwa imemfunika yule maneno, ndio maana haonekani. Kwa hiyo nitafanyaje ili aonekane? Nitashusha hii layer au nitapandisha hii layer ya 20 iwe juu ya layer ya rectangle. Nitakavyofanya, nakuja hapo kwenye layer 20, hii layer hii 20 ninaipandisha hapa juu. Nita undo. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa, ninakuja kwenye hii layer ya 20 hii, naishika hivyo mara moja, halafu naishikilia kwa ku left click, naipandisha hapa juu hadi utakapoona hiyo mistari ya blue miwili hivyo, unaiachia. Ukiachia itaonekana hapa juu ya
hii rectangle. Kwa hiyo nitachukua tena move tool hapo, nitaishusha hii 20 kidogo hivyo. Kwa hiyo sasa hivi imeonekana happy birthday tarehe 20 hiyo hapo. Sasa nataka tumalizie tool ambayo tulikuwa tunasoma kwa leo. Naona zimekamilika. Tumesoma gradient ambao ndo hii blue tuliyoweka. Tumesoma text ambao ndo haya maandishi happy birthday tarehe 20. Tumesoma na shape tool ambao ndo hii rectangle tuliyoichora. Lakini pia tumeangalia kuzoom in na kuzoom out ambao ni hiyo control plus control minus. So nitamalizia kitu kimoja ili poster yetu ikamilike. Nitaingiza picha. Jinsi ya kuingiza picha ni vile vile, utakuja file then unakuja place embedded. Halafu ukija huko kwenye place embedded nitaingiza hii picha. Utabonyeza place. Ukibonyeza place utaona hii picha itakuja na hii mistari hii ambayo tulisema hii ni kwa ajili ya kupunguza au kukuza size ya hii picha uliyoweka. Mfano mimi size nataka nipunguze, labda nitashika hivyo, unaipunguza unapunguza hivyo, au ukiamua unaongeza size. Kwa mimi nitashia hapo. Huku juu kama kawaida utabonyeza hii tiki. Kwa unaona hapa tumemaliza, happy birthday tarehe 20 Mei hivyo. Kwa hiyo kama ulikuwa unataka kutengeneza poster birthday, unaweza ukatengeneza hadi hapa, then inaonekana vizuri, lakini hapa kiutaalamu bado hatujamaliza. Kwa hiyo ila kwa tools ambayo tulikuwa tumefanya leo nadhani tumeelewana. Labda nimalizie kitu kimoja. Nikitaka kuedit haya maneno, mfano hii happy birthday, labda nataka niandike kwa namna nyingine au nataka nibadilisha, labda nimekosea. Kama kawaida utakuja hapa kwenye text tool. Ukija hapa unaona tofauti. Ninachotaka kuonyesha hapa tofauti yake ni kwamba nikiwa kwenye text tool, nikija hapa kuna hii hapa alama ambayo ni ya kuandika, lakini ina kama rectangle hivi kimeizunguka, kimstatili kimeizunguka. Lakini nikija humu ndani kwenye maandishi, unaona ule mstatili uliokuwa umeizunguka hii unapotea. Maana yake ni nini? Nikiwa hapa nikibonyeza hivi italeta kuandika maandishi mapya. Hapa nitakataa. Lakini nikiwa humu ndani ikibaki hivi moja, nikiingia humu inakuja hivi. Maana yake nikibonyeza humu ndani naweza nikabadilisha haya maandishi nikaya edit. Labda kama hapo nilikosea, naweza nikabadilisha hivyo. Labda kama hii nilikuwa nimeandika vibaya, naweza nikafuta nikaandika vizuri tena. Hiyo ndio namna ya kuedit hayo maneno yako. Kwa hiyo nadhani kwa tutorial ya leo tuishie hapa. Tutaendelea tena kwa tools zingine na kumalizia hii poster ambayo tulikuwa tumeanza. Kumbuka usisahau kusave. Nitakuja hapa file, utakuja hapa save. Sasa hivi hatuta save as, tutaisave hapa, ambao unaisave kama Photoshop file ambao ni PSD. Kwa hiyo ndo hivyo, leo tutaishia hapa. Tukutane katika video inayofuata. Kama bado hujasubscribe, naomba usubscribe hapa chini, lakini weka alama ya kengele, like video hii ili iende mbali. So guys, tukutane darasa linalofuata.